wigi. Rose imependeza, umevaa wigi. Nikitoa hapa niwe hii nini? Twende Kilioni, unanielewa? Anasema mbona usitoke hivyo hujapendeza? Vaa nini? Wigi. Yaani tumefika mahali mpaka tumejikataa. Na Mungu niwaambie ukweli. Mimi kuna wakati Mungu amenipa wimbo na nitautoa. Hakuna ameniambia nisivae chochote kinachohusu. Yaani anataka Mungu anione Rose yule pale. Walisema. Yaani mimi yule aliyeniumba yeye ambaye sina nyongeza. Nilizaliwa na nchi kama nchi 5. Ni Caribbean, American, Canada, Australia, nchi 6. Congo pamoja na Sierra Leone. Tuzo nyingi sana zinakuja kwako Marikia. Namshukuru Mungu. Ni kazi tu niliyoifanya. Mungu akiamua kukutambulisha basi hakuna namna atakutambulisha. Sawa. Lakini pia kuna nyuma kidogo kuna clip ambayo aliongelea mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel madhabahu na kusema kwamba Rose Muhando sasa hivi analuka sio yule wa zamani. Ukaja anacheza si kama yule wa zamani. Alisema anakatika. Wewe wengi hawazi kujali. Alisema anakatika si kama yule wa zamani. Wengi tulitegemea Rose Muhando akija atajibu tofauti, lakini ilikuja ukasema baba nimekusikia na hivi mama ile ni hekima ya namna gani? Ni kweli. Biblia inasema kinywa cha nabii ni kinywa cha Mungu. Neno la nabii ni neno la Mungu na macho ya nabii ni macho ya Mungu. Alichosema hakusema kila ambacho ametaka kwa sababu sio mtu ambaye anaenda kanisani kwake kila siku, hapana. Akisema chochote ni Mungu amemtuma aseme. Na Biblia inasema kutini bora kuliko dhabihu. Mimi nina tabia moja ambayo namshukuru Mungu kwa kuwa namjua Mungu na wajua watumishi wake. Nimependa kuwa na roho ya utiifu sana. Sababu alichosema si kibaya. Mimi nilikuwa nafanya kitu watu wanaona. Wakiona acha wale waambia wanashabikia wengine kwa chuki na wivu. Lakini nabii haimbi kama mimi kwamba labda tunaoneana wivu, hapana. Yeye ni mtumishi wa Mungu mwenye macho ya rohoni. Na mimi ni wa Mungu. Kwa hiyo Mungu ndo ana control maisha yangu. Akiona kuna kitu hakimpi utukufu, akimwendea hivi anasema hiki hapana. Na atatuma nabii ataniambia. Kwa hiyo ninafahamu kazi ya manabii na nguvu iliyoko ndani ya roho za manabii. Kwa hiyo mimi ninatii kwa sababu najua Mungu ndo ameongea, sio yeye ana shida na mimi. Ana shida na mimi, simpi chochote, ana faida na mimi. Hata nikipotea kiamua kunyamaza, lakini kwa kuwa Mungu amemwambia sema, amesema. Na mimi nimetii kama Biblia inavyosema, na zaidi sana nimeshukuru kwa sababu kiBiblia wale ni mababa. Na kama ni mababa tunapaswa kuwa wanyenyekevu na kutii. Sidhani kama una akili timamu hata baba yako wa mwilini unaweza akikwambia acha hiki mkaanza kulumbana. Hiyo ni hekima ya kipumbavu. Mimi nimefundishwa na wachungaji wangu kutii. Biblia inasema waaminini manabii wangu mkathibitike. Nimefundishwa kutii. Kwa hiyo ninaheshimu sana madhabahu ya Mungu, ninaheshimu watumishi wake pia. Sawa. Kuna tumechia kazi nyingi sana zinafanya vizuri, kwanza hongera. Lakini pia kuna kazi ambayo tumeachia hivi karibuni, wengi sana inafanya vizuri. Wengi wanasema kwamba hii nyimbo mbona Rose ni kama amefanya ina mahadhi kama ya kuzimu, yani haijakaa kikristo, sijui kuna zile mishumaa. Wao walishaenda kuzimu wakarudi wakakutaka kuzimu, ndio wanavyofanya. Unajua roho za uchawi zinaongea. Acha niseme tu kidogo, hii dunia imeaminishwa vitu vingi sana. Kwa hiyo acha tu hiyo rangi ya nguo. Rangi ya nguo, mbona rangi za ngozi zao? Tena wengine niliona kabisa TikTok wanaongea yeye mweusi kama mgongo wa jongoo. Alafu anasema kwa nini umevaa nguo nyeusi? Yaani nguo haiongei. Nguo haifanyi chochote. Mungu hana shida na rangi ya nguo. Wapi waliandikwa rangi ya nguo? Haya swali. Kama nguo nyeusi ni kuzimu, mbona waganga wanavaa nguo nyeupe? Alafu katika ule wimbo nguo nyeupe hawajaziona. Waliona nyeusi tu peke yake. Shetani anaga akili. Shetani ana nini? Ana akili. Mimi najua nilimfanyia Mungu ibada ile imeandikwa katika Biblia, Mambo ya Walawi, Kutoka, zile ibada ambazo zilikuwa zinafanywa mpaka uvumba unafuka. Acha nikwambie, unaona Biblia inasemaje? Anasema wakamfukizia uvumba, wanamwekea Mungu uvumba, ule vumba unapanda juu, ule moshi wa uvumba unakuwa harufu nzuri ya manukato mbele za Mungu. Kitu ambacho sasa hivi watu hawafanyi, wamerahisisha kila kitu, imekuwa hivyo tu. Lakini Mungu anahitaji ibada. Na niwaambie ukweli, Mungu anahitaji ibada. Na Mungu ndiye aliniambia nifanyie hiki, akanipangia safu. Vaa hivi,
imba hivi, cheza hivi. Ndio maana pale hukuona mimi naruka nafanya nini, ni kwa sababu wimbo wangu haukuwa wa kuruka kama ambavyo watu mmenizoea. Ni Mungu aliprotect kitu, aliniambia yeye mwenyewe. Creativity wa kila kitu ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Kuzimu hainaga akili, shetani hana akili. Hata kama sasa hivi ananisikia hapo, hana akili. Hata wafuasi wake yeye mwenyewe hawana akili. Hii dunia imeaminishwa ushirikina kuliko Mungu. Hii dunia imeaminishwa kwamba watu weusi ni takataka. Yani wanasema watu weusi watoka kwenye uzao wa yule aliyelaaniwa, mtoto mmoja wapo wa Nuhu alilaaniwa, ndio tukazaliwa sisi watu weusi. Hawana hata ushahidi kamili. Mungu ana muda na rangi ya nguo. Mungu ni mtakatifu sana. Mungu sio Mungu wa rangi. Watu wakae chini wanyamaze. Hata sisi weusi sio laana. Na hata wao unashangaa sisi weusi leo wamesema Afrika weusi. Nenda Sudani Kusini. Kule nimeenda ndio kuna watu weusi mpaka na nguo isiyo nyeusi mpaka nang'ana namna hii. Na yeye ni pepo. Na yeye ni shetani kama swala ni rangi. Alafu mshumaa tunawakilishaga tu yani ishara ya mwangaza, ishara ya nuru. Watu waache ujinga. Watu waache upumbavu. Watu waondoke wajifunze kuhusu Mungu. Waache kwanza kujifunza kuhusu rangi. Mpaka wamefika mahali wanajichukia wenyewe kwamba hata nikiwa mweusi mimi ni mbaya. Na ndio maana kwa kulishwa huo ujinga watu mpaka nunue kikopo ajichubue, maana hapo anajiona sasa hivi hapa ndo nimekuwa mtu. Si ndio? Maana nikivaa hata sasa hii mfano unaona hii wigi sasa Rose imependeza, umevaa wigi. Nikitoa hapa niwe hii nini? Twende kilioni, unanielewa? Anasema mbona usitoke hivyo hujapendeza? Vaa nini? Wigi. Yani tumefika mahali mpaka tumejikataa. Na Mungu niwaambie ukweli. Mimi kuna wakati Mungu amenipa wimbo na nitautoa. Hakuna ameniambia nisivae chochote kinachohusu. Yani anataka Mungu anione Rose yule pale. Uhalisia. Yani mimi yule aliyeniumba yeye ambaye sina nyongeza. Yeye mwenyewe. Sasa huyo ndio Mungu. Anataka kile anachotaka yeye. Sio dhambi kwamba watu wamevaa mawigi labda ni dhambi, lakini kujikataa ndio dhambi. Yeye kusema kwamba nguo nyeusi, alafu wao wanasema hivyo. Mimi nimekulia Anglican. Wachungaji wangu wanavaa majoho meusi na rangi nyeupe. Yani wanavaa ile juu nyeupe chini nyeusi. Haya, swali langu. Wengine walokole, narudia leo kusema amevaa nguo nyeusi ni kuzimu. Na kuna mmoja amesema hivyo. Alafu namjua tu ni mwimbaji. Yeye mwenyewe ni mweusi. Mpaka nikamuuliza, hivi mpaka na wewe mwenyewe unajionaje? Si umeshajikataa hata ni wewe kwamba watu weupe tu ndo watu. Wewe mweusi sio mtu. Mungu sio Mungu wa rangi. Watu waondoke kwenye huo ujinga. Na ndio maana sasa hivi unaona hata Burkina Faso wamepiga marufuku mawigi manini. Kwa nini? Tumejikataa sana. Wanataka uhalisia. Tumejikataa sana kiasi kwamba tutafika mahali hata mtoto kizaa mweusi unatamani umtupe maana ile rangi ni mbaya. Na kuna nchi baadhi wameambiwa wasipokuwa weupe basi hawawezi kusaidika. Wameamua kujichubua mpaka mtu anaondoa melanin yote mpaka na magonjwa na nini kwa sababu ya kukataa neno weusi. Giza na weusi anavyovizungumzia Mungu sio nguo, sio rangi ya nguo, sio rangi ya mwili. Weusi na giza anaozungumzia Mungu ni kutokumjua Mungu. Ndio anasema weusi na giza. Dhambi, kuishi kwenye dhambi ndio weusi na nini? Na giza. Weusi huwa rangi. Mungu akisifanya hivyo basi utamwona Mungu mnafiki kwa sababu yeye pia ametuumba sisi weusi na giza la usiku jeusi. Na ina maana ni dhambi. Sio kweli, watu waache ujinga.